Mimi nina stress ya hela. Yaani hata mwenye hela ana stress za hizo hela ambazo unazitafuta. Mimi nina stress ya mapenzi. Yaani hata mwenye mpenzi wametulia kwenye mapenzi yao, kwenye ndoa yao, nao wana stress ya hayo mapenzi ambayo wewe unayalilia leo. Lakini unaona, mbona mimi makunyanzi mengi? Mbona mimi mwili wangu unanenepa sana? Nanenepa bila kupenda, ni misili ila nanenepa. So leo niko hapa kuongea na Gen Z au watoto wa 2000. So mtu anakuangalia anasema, yaani ukimwambia mimi na miaka 22, anakuambia, mimi nilijua una miaka 30 na ngapi? Cha kwanza kabisa wapenzi ni kujua jinsi ya kumanage stress zako. Kabisa unakuta mdada mrembo mzuri au mkaka mrembo, not mrembo, mkaka sio mrembo. Anyway, mmenielewa. Anasema eti mimi nilitoka, nimeenda kulewa, nimeenda kufanya vitu vya ajabu, eti kwa sababu ametoka ku heartbreakiwa. Yaani heartbreak ikufanya wewe uharibu maisha yako. Hivi kweli? Yaani kama hamna mtu amekwambia, hamna mama yako au baba yako au mama unaokaa naye mtaani au mtu yote mtu mzima ambaye amekwambia, basi mimi leo naomba nikwambie wewe mtoto wa 2000 kwamba stress zipo. Haijalishi uko katika hali gani ya maisha. Haijalishi uko katika umri gani wa maisha yako. Stress ni kitu ambacho kipo. Sasa ili zisikuharibu, ili zisikufanye uwe na maisha mabaya, zisikuharibia muonekano wako. Ukiwa na stress, kuna hormone inaitwa cortisol inakuwa inatengenezwa au inatumika na mwili wako kwa ajili ya kumanage hiyo stress. Asa cortisol levels za mwili wako zinapokuwa juu sana, inapelekea matatizo mbalimbali ya afya yako. Kuanzia pressure, kuanzia kuwa na mixed periods. Unashangaa period yako, mbona sasa hivi period yangu imekaa siku 27? Mbona sasa hivi period yangu imekaa siku 40? Kwa hiyo jinsi ya kumanage stress zako wapenzi ni moja ya sababu ya wewe kuweza kuwa na muonekano mzuri. Umeshajua mimi jamani, nikifanya kitu fulani na rafiki yangu huyu, hichi kitu kinanipa sana stress. Nikitoka tu pale kwenye kile kitu tunatoka kufanya, nakuwa na stress ya ajabu. Basi usiende, achana naye. Yaani mwisho wa siku is your body, mwili ni wa kwako, na ubaya ni kwamba mwili, Mwenyezi Mungu anatupa mwili mmoja. So ni either uutunze au uharibu. Hamna hapo kati, yaani there's no in between. Kwa umeshaona kitu fulani kinakupa stress, achana nacho.